Anagonga mlango hapo. Sasa nigonge wapi? Hebu acha ujinga wewe, unabeba mzigo. Hebu gonga mlango. Mbona kwa kama mambo gonge wapi, mbele au nyuma sasa? Hebu gonga mlango, mganga. Ah, yeye acha ujinga bana. Gonga mlango bana. Mganga. Mganga. Ebeshi. Wamekuja wamekuja Kilingeni. Wamekuja Kilingeni. Unaonaje hali inavyoenda? Mkuu, tusipoangalia mganga atatuharibia sana. Kitu nilichokiona, naomba tudili na mganga haraka iwezekanavyo. Tudili na mganga. Bila kumdhibiti mganga, mkuu, tutaharibikiwa. Sawa, mimi sijawahi kushindwa vita. Katika ulimwengu huu sijawahi kushindwa vita. Kote wananijua. Sasa kama mbwai itakuwa mbwai. Yeye hawezi kutuzidi sisi maarifa. Mganga tutahakikisha tunakwenda naye. Kadogoli. Ndio mkuu. Unajua kwamba kumkosa leo Tina kunaweza kutusababishia shida ya kujua maiti yetu iko wapi. Je, ile vita ya maiti ulituambia kuna mtu unapambana naye, ni huyu au kuna mwingine, ili tujue maadui zetu wako wangapi? Kwani maana umetoa nyumbani unanileta hapa kwa mganga eti? Wewe unacheba si mambo. Umeona kumisa na mgonjwa hapa tunaanza kuingia mambo gani ya kijinga? Wagonjwa wa hivyo wa kwa mledi kipepo haga haleti huku. Yaani wewe mtu mzima, yani midevu yote lakini huna hata akili. Hivi kati ya mimi na wewe nani mwenye akili? Yaani unakuja kuomba msaada. Mimi uliokuja kuniomba msaada ndio na akili. Usifanye mjanja, ngoja hapa. Mjanja gani? Ngoja mke wangu apone. Mabeberu wewe. Wamekuja Kilingeni. Nataka mtandikie pale. Fanya chapu basi. Wamekuja Kilingeni. Wamekuja Kilingeni. Wewe mgonjwa wa nani? Ni mke wangu. Tuko tenda sokoni ghafla tu ameanguka mganga, nilikuwa nahitaji umsaidie. Muongo wewe, na usimdanganye mganga sawa? Huyu kambaruza kabisa. Yaani kamtembeza nungu kwa mledi kipepe. Kabanuzo huyu. Afu wewe na mambo unaongea kitu kama mtu mwenye akili zako timamu. Mbona unaongea mambo ambayo hayana msingi? Afu kitunde sikia nakwambia kitu kimoja sawa. Mimi kama ningekuwa na wepoka ovyo ovyo usingekuja kuniomba msaada kwangu. Afu nisikilize kitu kimoja sawa. Hapa ni kwa mganga. Kwa hiyo kama ni kwa mganga mizimu mingi imetawala hapa. Na kama mizimu unadanganya paka mizimu. Na tolaka nkilele. Amempiga mkia bana. Na niache nini ache ya. Wewe tulia basi. Wamekuja. Wamekuja Kilingeni. Ndio huyu mkuu. Wakati naendelea na upelelezi nikutana naye ndio akanizuia. Kwa hiyo adui yetu ndio huyu. Ndio huyo. Sasa tunapambana vita na huyu ambaye kila sehemu anatufuatilia. Tutahakikisha tunamkalisha. Sawa? Sawa mkuu. Yeye kama alitoka huko Ndumbwi, sijui nasikia wamesechela, sijui wapi, atakutana na Akumbwani. Huyu inawezekana anazuia sisi tusipate maiti. Tunakwenda kutengeneza ushindi wetu. Heshima isishuke. Tunahakikisha Tina tunampata, lakini tunahakikisha na kesi ya maiti yetu tunaipata. Mukikaa
mukae mkiwa na akili timamu. Katika vita hii hakuna kurudi nyuma. Ulipoingia katika ulimwengu huu, hata ukikutana na baba yako mzazi, hakuna kumwonelea huruma. Na atakayejaribu kurudi nyuma, tunaanza na yeye. Sitaki mchezo. Heshima yangu sitaki ishuke. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Muende nyumbani mukakae na akili timamu. Nitakapowaita tunajua tunafanyaje kuhusu mganga. Sawa mkuu. Nawatakia safari njema, mukapumzike. Tusikilizane. Mgonjwa wenu ana matatizo makubwa sana, na hivyo basi inatakiwa uvumilivu mkubwa sana. Inatakiwa uwe na moyo, inatakiwa uwe jasiri, kwa sababu vinginevyo unaweza ukampoteza. Tumeelewana? Huyo mgonjwa wenu ili aweze kufanyiwa tiba yake, inatakiwa ipatikane sanda iliyotumika na maji aliyoshoa marehemu juzi. Tumeelewana? Sasa mganga, hivi wewe ni mganga au Kasimu mganga? Kwa sababu iko hivi, sawa, wewe huwezi ukatuambia mashahidi magumu mno. Afu hiyo sio tatizo lake hilo. Sisi tunaimani kwa tumekuja huku tukataka tupate msaada. Wewe ni mganga gani sasa wewe? Utakuwa ni Kasimu wewe eti? Sasa mganga wewe. Una kitundu sasa nikuambia mimi. Afu hii unajishika kabisa hivi kama wewe shalizika. Labda tupo tumkulanisha moja ya matatizo. Umembaruza, umemtembeza nuku kwa mbele kipete, afu umerelax tu. Unajua unafanya vitu kama mtu mzima. Aha, kumbe leo umegundua mimi ni mtu mdogo kweti. Wakati unakuja kuomba msaada, kwa maana umekosa watu wazima. Kama ulikuwa unajua kabisa mimi sio mtu mzima, kwa nini umekuja kuomba msaada? Tena umeniachisha kunya. Kama una maneno ya pointi, kaa kimya. Sio kila maneno yako ya ajabu ajabu unakuwa unaongea kwa mganga. Ambiwa kwa nini bwana? Afu anaonekana huyu mara ana kitambi. Mimi tangu nimefika hapa sijawahi kuona mganga wa hivi. Mganga ana kitambi kama vile fenesi ya kiangazi. Kweli kabisa bwana. Hakuna bwana. Amekuja yo, amekuja. Wamekuja Kilingeni. Wamekuja Kilingeni. Nisikilize. Ukifanya masiala, mgonjwa wenu mnampoteza. Hivyo basi inatakiwa mfanye kama nilivyoelekeza. La sivyo mgonjwa wenu ana muda mfupi sana kuishi duniani. Haturahisishie bana naye mganga wa shati mengine. Kwa mashati mengine kunaga nani maganga mengi tu afu wanakuja kutoa mashati mengine. Hii shati ni moja tu kama vile nguo ya kushona. Keshi nao bana ndekage. Haya sawa, nimewaelewa. Basi inabidi ipatikane nguo yenye rangi moja. Inatakiwa avalishwe huyu na tuweze kumfanyia dawa. Hiyo rangi ya nguo ni nguo nyeupe. Inabidi avalishwe mgonjwa wenu ndipo tuweze kumfanyia matibabu. La sivyo huyu mgonjwa tunampoteza. Tumeelewana? Mchukueni huyu mgonjwa mlaze ndani Kilingeni. Vipi? Kulikoni? Aise. Hapa bwana kuna tatizo. Na tatizo gani? Alikuja mzee Akumbwani hapa. Sawa? Amekuja anadai maiti yake. Maiti? Sasa mume wangu, wewe na maiti wapi na wapi? Umechukua kweli wewe? Mke wangu. Uongee hata una haya.
Hata una aibu? Mimi mambo hayo ya shirki na mimi wapi na wapi? Mimi kazi yangu moja tu kwenye hichi kijiji hapa. Mimi ni mwenyekiti. Lakini nilikwambia wewe, serikali, mwenyekiti, mambo yake ndo haya ya kutokea puani. Sikukwambia mimi wewe? Basi yule mzee amekuja hapa kanigombeza, kafoka, kanichimba mikwala, mabiti, piga makele, kanizalilisha hapa mimi nyumbani kwangu. Ananishutumu kwamba ile maiti mimi najua ilipokwenda. Sasa sikia, acha nikupe pole. Ngoja nikuandalie maji, ukaoge utulize ile bucha lako. Utakuwa umefanya jambo la maana sana. Oh, Teddy, mambo? Poa, vipi? Poa za siku. Safi. Yaani unajua wewe umekuwa kama bahati tukutana na mrembo kama wewe Teddy. Huku natoka wapi na huku naelekea wapi? Huku natoka kwa mangu mdogo naelekea nyumbani. Kwa huko wako mdogo, huku naelekea nyumbani. Yeah. Sasa Teddy, ile siku tumekutana, tumepiga story, tumeongea mambo mengi lakini hatujapata mwafaka kwenye ile swala letu ile tulozungumza. Alafu pia hata hujaniambia kwamba unakaa wapi. Mimi naishi hapo mbele. Kwa kumbe nyumbani ni huko. Hivi Teddy, wewe ni mwenyeji wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kondoa. Oh, Kondoa. Mashallah. Yaani kwanza ulivyoniambia Kondoa na wewe jinsi ulivyo. Yaani mule. Unajua Kondoa ni sehemu ambapo Mwenyezi Mungu awabariki sana wanawake wa kule, ni warembo, wazuri kama wewe. Kwa Teddy, vipi sasa ile swala letu? Nisikize Kitundu, mimi siwezi kutoka na wewe kwa sababu wewe ni mume wa mtu. Teddy, kwa kama nikiwa mwanaume wa mtu ndio ile sababu ya mimi kutokuwa na wewe kweli? No, mimi mapenzi ya kushia siyawezi. Teddy. Sasa hapo ukiangalia, yani mume wa mtu sio sababu. Inawezekana mimi nikaa na mke wangu afu pia tukafanya mambo fulani hivi. Sinajua Teddy. Hapana, ukitaka kudate na mimi, achana na mke wako ndio uje kwangu. La sivyo, achana na mimi urudi kwa mkeo. Sasa Teddy. Basi sawa. Ngoja ndalifikiria hilo swala lakini nikuondoe tu hofu kwamba hakuna kitakachoshindikana. Sawa? Sio tafikiria, fanya maamuzi. Basi sawa. Mimi ngoja nikuache. Okay, sawa. Bye. Bwana Mandingo, siku hiyo nilikuja na nikakwambia nikija hapa nitakuja kivingine. Leo naona ndio umeamini kwamba wewe na mimi nani mkubwa hapa. Nimekuzidi umri, nimekuzidi na yote. Sasa leo nimekuja kivingine, kazi moja. Wengine hao wakasimulie kama ulishirikiana na wengine kuchukua maiti ya mwanangu. Leo utawapelekea habari mimi ndio mwenyewe Akumbwani. Kama wewe Mandingo ni mtoto, sasa utanitambua wewe. Umekuta nini baba? Shida nini? Majirani! Mandingo.
Kwani huko umenileta kufanya nini? Si bora tu nirudishe kwa wazazi wangu? Nimekuleta huko kwa sababu una majukumu makubwa sana ya kunisaidia mimi. Jukumu lako la kwanza ni kulinda maiti. Ile maiti pale isiondoke. Silisema yule mtu kalala. Ndiyo kalala. Amekuaje tena maiti? Yule kalala pia ni maiti. Sijui umenielewa? Ndiyo. Inabidi umlinde pale mpaka siku ya 7 itakapofika. Maana hiyo siku kuna nyota itawaka, na ikiwaka hiyo nyota maana yake kutakuwa na mapinduzi makubwa sana ya wachawi. Hakikisha hamna kunguni wala inzi anaingia pale. Umenielewa? Ndiyo. Na kuamini una uwezo. Tumeelewana? Ndiyo. Haya, ingia ndani.